Habari, karibu sana kwenye chaneli yangu Happy Unique. Leo tutajifunza kutumia cherehani ya kukanyaga. Ukiwa nyumbani kwako unaweza ukajifunza kutumia cherehani ya kukanyaga kwa urahisi sana. Kwanza kabisa tuanze na kuzijua sehemu za cherehani. Unapojifunza kutumia cherehani ya kukanyaga, vitu vya kuzingatia. Kuna sehemu inaitwa gurudumu. Hii ni sehemu ambayo inakusaidia kuzungusha ringi, ambayo kuna sehemu ya gurudumu, kuna sehemu ya ringi ambayo yenyewe ndio inazungusha ili kusaidia, na sehemu ya ringi hii hapa ninayoizungusha hapa chini hapa chini kama unaona ni sehemu ya ringi. Hapa nilipoweka miguu ni peda, ambavyo gurudumu, ringi na peda vikienda sawa vinaweza kusaidia kushona vizuri. Ukiweza kuvicontrol gurudumu, ringi na peda vikaenda sawa, hapo tayari umeshajua kushona. Unawezaje kuvicontrol? Nitazame vizuri. Mimi naanza na kulizungusha gurudumu nikiwa nimeshaiweka miguu yangu tayari kwa ajili ya kushona. Ninapoanza kuzungusha gurudumu ndivyo miguu yangu inapoanza kufanyaje? Kushona. Kama ifuatavyo. Ninapoanza kia chini, naendelea kukanyaga. Hivi kwa kuanzia unaweza ukakanyaga hizo zaidi ya masaa 2 hadi 3 ili miguu yako iweze kuzoea mwili wako, kwa kuwa unafanya kitu kigeni ili uweze kuzoea. Yaani hata inategemeana na mtu. Hata kwa dakika 10, dakika ngapi unaweza ukawa umeshamaliza na umeshaweza kufanya jaribio la kufanyaje? La kushona. Ukishaanza tu hivi, ukishazungusha gurudumu mara moja umeshaanza. Hiyo haina haja tena kuendelea kuzungusha. Unaweza kushona mpaka utakapo stop. Hapa nitaweza kufanya kujaribu kuweka kitambaa kwenye cherehani yangu, sijaweka kifaa chochote, sijaweka uzi. Hapa kuna sindano tu ambapo naonyesha unaweza kutumia kitambaa unaposhona, kuweka kitambaa chochote. Hakikisha unakipa balance kwa kunyoosha. Au vuti unanyoosha. Hata ukivuta yaani unavuta kinamna au vuti kabisa. Unakipa kama unakipa mwongozo. Hivi ndivyo cherehani yetu inaweza kushona. Ukishamaliza kujaribu hapo, utatunga uzi ambao uzi wako unatunga kwa namna hii. Hii cherehani yangu mimi ninayotumia ni butterfly. Cherehani zimetofautiana namna ya utungaji wa uzi kwa namna ilivyotengenezwa. Mimi cherehani yangu hii butterfly huwa natoka hapa, nazungusha mara 2, then napita hapa. Hivi ndivyo ninavyotunga uzi wangu kwenye cherehani yangu ya butterfly. Nakuja kuingiza kwenye sindano kama inaonekana, na hii hapa ni bobbin na ndani yake kuna bobbin case ambayo unaingiza kwa namna hii. Maana uzi huwezi kushona kwa kutumia uzi mmoja, lazima ziwe uzi mbili. Uzi wa juu ambao ni huu hapa na uzi wa chini ambao ni huu, unabeba kwenye bobbin case. Then naingiza chini huko kwenye cherehani yangu. Ukipitisha tu mkono unaona yani imekaa tayari kwa ajili ya kupokea bobbin. Jinsi ya kuvuta uzi, unaanza kwenye gurudumu, unaipeleka sindano, unaingiza, unaitoa. Then unakuta uzi umetoka wenyewe huu, unaupitisha hapa chini. Ukishaupitisha chini kama mnaona kitambaa changu vizuri, nashusha pasi taratibu. Maana ukishusha pasi kwa nguvu inaweza ikasababisha uharibifu wa cherehani. Kwa hiyo unashusha taratibu. Naanza nazungusha gurudumu langu. Huku naipa balance. Uzi umekatika kwa sababu sijaweka muda mrefu mafuta kwenye cherehani. Okay, tuendelee tulipoishia. Baada ya kujua sehemu zote muhimu, na hii ndio cherehani yetu, tutakanyaga huku tukifanyaje? Tukishona. Na hii ndio cherehani yangu ikiwa tayari, nitashona, mtaangalia. Hii ni pasi, nashusha pasi kwa ustaarabu kabisa, kwa sababu kushusha pasi kwa nguvu kunaweza kusababisha madhara katika cherehani yako. Nitashona kwa utulivu kama ifuatavyo. Na hivi ndivyo cherehani inavyotumika katika ushonaji. Unapofunga mshono kuna namna unairudia kushona sehemu moja, na hichi ni kitambaa kwa kinavutika. Sasa huu ndio mshono wangu nilioupata. Hata nikitaka kushona nguo nzima natumia hii mshono wangu. Kila kiungo nitakuwa naunga. Kadri siku zinavyozidi kwenda nitawafundisha kipengele. Tukiangalia jinsi ya kushona kwa kutumia cherehani ya kukanyaga ukiwa nyumbani kwako. Kama umejifunza au umefurahishwa, usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yangu. Nawapenda sana.